Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na ujumbe wa neno la Mungu. Leo tunajifunza habari za mtumishi wa Mungu Nabii Samuel. Hebu twende tukasome habari zake, tutapata vitu vya kujifunza navyo vitatusaidia katika maisha yetu, katika kukulia wokovu, katika kufanikiwa kiroho, katika kubarikiwa. Amina. Samueli sura ile ya 3. Bwana Yesu asifiwe. Samueli wa kwanza sura ile ya 3. Basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli. Hapa inamaanisha kwamba pamoja unamtumikia Mungu, lakini unatakiwa uwe chini ya baba wa kiroho. Lazima uwe na mlezi wa kiroho ambaye anayeshughulika na huduma yako. Haleluya! Hiyo itakusaidia kupata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka. Kwa maana hiyo Eli alikuwa ameshakuwa mzee hata asiweze kuona. Manake unapokuwa mzee kuna mambo hutaweza kuyaona. Haleluya! Sasa tunajifunza kitu kikubwa sana hapa kwa habari ya huyu mtumishi wa Mungu Nabii Samueli. Kabla hajakuwa nabii, kuna hatua ambazo alipitia. Haleluya! Anasema na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli. Haleluya! Huu ni wito ambao Mungu alikuwa amemwita Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Naye akasema mimi hapa. Haleluya! Tunajifunza mimi hapa, ili ni neno la utii. Samueli alipoitwa aliitika na kusema mimi hapa. Leo watoto wengine unakuta si mtoto tu, hata mtu mzima unaweza tu kumuita lakini akanyamaza. Amekusikia kabisa unaongea lakini akanyamaza, au asiitike, aje tu lakini asiitike. Hapa tunafundishwa kwa habari ya utii, tuwe watii. Akasema mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka, akasema mimi hapa. Tena hapa alitumia haraka. Manake Samueli tunafundishwa kwamba alikuwa ni mtii mbele za Mungu, kwa sababu alipoitwa alikuja kwa haraka. Haleluya! Maandiko yanaendelea kusema alipokuja akasema mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema sikukuita, akalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli, akasema mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja Samueli aliitwa, lakini hakujua kwamba ni Mungu amemuita. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Samueli alikuwa hamjui Mungu. Tunajifunza hapa kwamba Samueli bado alikuwa hamjui Mungu. Haleluya! Lakini Samueli kwa kupitia kwa miguu ya kuhani Eli ndipo alipoweza kumjua Mungu. Kwa hiyo sisi pia tunafundishwa kwamba kupitia baba zetu wa kiroho ambao wanatulea katika kumtumikia Mungu ndipo tutakapoweza na sisi kumjua Mungu. Kwa sababu Samueli aliitwa mara ya kwanza, akaja akaitika, akamwambia mimi hapa nimekuja. Kuhani ile akamwambia sijakuita. Kwa hiyo sasa yeye alipokuwa anaitwa alikuwa hajui kwamba ni Mungu anamuita, hadi ile mara ya 3 ambapo Mungu alimuita, ndipo kuhani Eli akajua huyu aliyemuita ni Mungu. Akamwambia akikuita hiyo mara ya 3 sema
mtumwa wako anasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tutaelekezwa kupitia baba zetu wa kiroho na sisi kwenda kufikia katika kumjua Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemuita yule mtoto. Kwa hivyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale, itakuwa akikuita mtumishi wako, sema mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ujumbe wa siku ya leo, mtumishi wa Mungu, kubali kukaa chini ya baba wa kiroho. Ukishajua kabisa huyu ndiye baba yangu wa kiroho ni sahihi, hebu kaa chini yake. Kubali kufundishwa chini ya baba wa kiroho, kwa sababu utakapokubali kufundishwa chini ya baba wa kiroho utaukulia wokovu, utafikia kumjua Mungu. Haleluya. Ujumbe wa siku ya leo, pamoja unamtumikia Mungu, lakini kubali kuongozwa, kubali kuwa chini ya kiongozi ambaye ni baba yako wa kiroho, ambao ndio atakulea na kufikia pale Mungu alipokusudia wewe ufike katika maisha yako kwa habari ya kumtumikia Mungu. Amen.